chuo bora cha biashara. Unataka kujua zaidi? Unapenda burudani? Au unataka sauti yako isikike? Hapa ndipo mahali pake. Campus Live. Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania. Yes, ni aje mpenzi mtazamaji wa CB Television. Another day, another show. Na show ni Campus Live. Show ambayo inajumuisha segment tatu. Segment ya Elimika na Kimbweta ambapo utapata kujua elimu mbalimbali na mada mbalimbali. Lakini pia tutakuwa na segment ya Titi for Tati. Segment ambayo itakupa nafasi wewe mwanafunzi au mpenzi mtazamaji unayetuangalia kujua uelewa wa wanafunzi kwa haraka na maisha yao ya siku zote. Lakini hatutaishia hapo tu. Tuna ile segment ya yaliyojiri kwa maana ya CB up to date. Don't move, stay tuned. Ujue nini nimekuandalia. Karibu. Campus Live. Na mpenzi mtazamaji wa CB Online TV. Karibu tena kwenye Campus Live Show. Na hii ni segment ya Kimbweta. Segment ambayo inatupa kujua umuhimu wa vitu mbalimbali. Lakini leo nimekaa na wanafunzi hapa kutoka Chuo cha Elimu ya Biashara CBE kujua nini umuhimu wa AI katika elimu wanayochukua. Karibu na tutapata maoni mbalimbali kisha tutajua nini cha kuchukua, nini cha kuacha. Brother, mambo vipi? Jina? Kwa majina naitwa David Jumanne Malima, nasoma kozi ya Bachelor Degree in Accountancy mwaka wa kwanza. David, elimu ya AI inaweza kukusaidia vipi kwenye masomo yako au inaweza kusaidia vipi wanafunzi wa chuo? Kwanza AI kama tunavyojua ni akili bandia. Akili bandia ni akili ambayo iko kwa ajili ya kufacilitate au kusaidia pale ambapo ukomo wa binadamu unaishia. Kwa maana yake kama anavyosema hapa ndugu yangu kwamba inatusaidiaje wanafunzi. Mimi ninavyofahamu AI inatusaidia wanafunzi, kwanza ni kama study aid. Ni kama kifaa au ni kama kitu ambacho kinasaidia wakati wa usomaji. Kwa mfano, tunachukulia kwa sisi wanafunzi wa chuo, kuna muda unapewa kazi, case study au unapewa assignment ambayo kiukweli kwa namna fulani ya kibinadamu hauwezi ukaidadavua wewe mwenyewe ikakaa katika namna nzuri. Kwa hiyo kwa kutumia AI kwa tofauti, watu wanatumia AI wa namna tofauti, wako wa namna tofauti sana. Kuna Meta, kuna Gemini, kuna ChatGPT, vyote hizo ni AI. Kwa unaweza kutumia mojawapo hapo ikakusaidia kudadavua hiyo topic mliopewa, kudadavua case study au swali lilopewa. Kwa hiyo ni study aid kwangu. Kama ulivyomsikia Bwana Malima, sawa, ametoa ufafanuzi juu ya AI jinsi inavyowasaidia wanafunzi. Lakini hatuwezi kuishia hapa. Tuna dada mwingine hapa atajitambulisha, lakini pia atatuambia ni faida gani ambazo wanachuo wanazipata kwa kutumia AI katika masomo yao au maisha yao ya kila siku wanapokuwa chuo. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Linda, nasoma Bachelor Degree in Entrepreneurship Innovation. Moja kati ya faida za AI, kwanza inasaidia kuelewa haraka wa maswali. Kwa mfano, unaweza kupewa swali ambalo kwa kutumia akili yako binafsi inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ukipeleka kule kwa AI inaweza kukutatuliwa kwa kukuambia kwamba swali hili unatakiwa kujaza kitu hiki, au kama ukipenda kumuuliza na mifano thabiti ambayo inapatikana inaweza pia kukuletea. Kwa hiyo ndio hiyo faida kubwa ambayo ninaipata kwa kutumia AI. Naam, kama tulivyomsikia Linda, sawa, alivyoidadavua AI kwa uelewa wake. Lakini narudi kwa brother mwingine hapa, aniambie hivi, AI inaweza kuchukua nafasi ya mwalimu unapokuwa darasani au unapokuwa kwenye maisha yako ya chuo? Kwa majina naitwa Yasin, mwanafunzi wa kwanza Bachelor Degree in Accountancy. Kwa upande wangu mimi hapa hivi AI inaweza kuchukua nafasi ya mwalimu. Kwa mfano, mwalimu anaweza kufundisha mada darasani usielewe, lakini ukaenda kutumia AI ukachimba ukapata ukapata material mengi zaidi. Au kuna topic nyingine, kuna topic hiyo walimu wanakuambia, kuna topic ambazo walimu wanawaambia kusomea wenyewe. Kwa pale unaona unatumia AI unapata material mengi na unaelewa bila kusuluhisha na mwalimu. Basi bwana,
ametuambia AI kumbe inaweza kuchukua nafasi ya mwalimu. Kwa nini? Kama maelezo yake ambavyo amekwambia. Sasa wewe uko utachukua, utakubali au utakataa? Lakini Yasil ndo ameshatuambia kwamba AI inaweza kuchukua nafasi ya mwalimu. Lakini je, AI inaweza kuwa na changamoto gani pindi unapozoea kutumia mara kwa mara, hususan kwenye masuala ya elimu pindi unapokuwa chuo? Kwa majina naitwa Caleb Zefania Kiboma. Nasomea kozi ya Bachelor Degree of Accountancy, niko mwaka wa kwanza. Changamoto tunazozipata kwa matumizi ya AI ni kwamba wanachuo wengi tunajilemaza, tunakuwa tufikirii sana, kutokana na kwamba swali, let's say mwalimu amekupa swali ambalo linaweza likakufanya wewe utumie ubunifu na kufikiri ili upate mawazo mapya. Ila wanachuo wengi wanachokifanya ni kwenda kwenye AI na kukopi na kupaste, yani ni kuuliza swali bila hata kufikiria na kujua swali lenyewe linataka nini. Kwa hizo ndo ni changamoto moja hapo. Bwana, mambo vipi? Poa tu, sijui wewe. Unaitwa nani? Naitwa Mwidini Ngena. Mwidini? Naam. Kirefu cha AI ni nini? AI kwa ufahamu wangu artificial intelligence. Kiswahili chake ni kipi? Kiswahili ni akili mnemba. Ushawahi kutumia AI kwenye masomo yako? Ya, soma la moja. Nipe app 3 tu ambazo unazitumia kwenye masomo yako. App pendwa ni ChatGPT. Ingine ni Gemini. Ingine ni DeepSeek, ambao nikitumia swali moja naweza nikaingiza kote kwa ili nipate kidogo mchanganuo ambao unafaa. Yani sio naingiza tu ChatGPT napata jibu, yani ndo nakuwa nimelezeka amna. Na kwa kidogo nao natumia kuongezea kwenye Gemini, ambao kidogo nao naiamini, ila ChatGPT muda mwingine sina asilimia nyingi sana ya kumwamini, maana anaweza akanichanganya katika majibu. Hao ndo wataalamu wa AI hao. Kipewa swali chap moja kwa moja kwenye AI. Asante sana. Nashukuru. Unaitwa nani? Diofside. Uko kozi gani? Niko accountancy. Mwaka wangapi? Mwaka wa kwanza. Ya, okay. Nani alianzisha AI kwa mara ya kwanza? Kwa mujibu wa mtandao ni John Markert mwaka 1956. Okay. Asante sana. Unaonekana mbobezi wa AI wewe. Sio sana. Utaki kabisa kuumiza kichwa? Hapana, mimi situviagi sana. Haina noma. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Karen. Mbona umepoa Karen? Mtihani umekufanya vibaya nini? Umenifanya vibaya. Pole sana. Asante. Upo kozi gani? Nipo kozi ya accounting. Mwaka ngapi? Mwaka wa pili. Wewe unatumiaga AI? Ndio natumia. Unatumia app ngapi za AI wewe? Natumia app 3. Ya kwanza? ChatGPT, Davin AI na Gemini. Wewe unatumiaga kufanyiaga nini? Natumia kurahisisha na pia kunipa some idea kwenye masuala ambayo ninayopewa. Kwa hiyo ukipewa swali huko, kwa mfano umeambiwa hebu summarize labda market segmentation, unaingiza huko kwenye ile, si ndio? Kwenye ChatGPT. Ndio. Alafu unachukua una copy na kupaste au? Hapana. Kumbe unafanyaje? Naifanya modification. Nachukua baadhi ya pointi naongeza na za kwangu. Alafu kitu kinatoka fresh. Ndio. Umetisha sana. Asante. Yes, mpenzi mtazamaji wa CB Television, kama ulivyopata kusikia maoni toka kwa wanafunzi kuhusiana na masuala mazima ya AI katika masomo yao, wako sahihi au hawako sahihi, mimi na wewe tunatakiwa tupate majibu kutoka kwa mtaalamu wa teknolojia, sawa, ambaye anazungumzia zaidi masuala ya AI. Usiondoke, stay tuned. Campus Live. Naam, mpenzi mtazamaji wa CB Television, kama ulivyopata kusikia kutoka kwa wanafunzi mbalimbali wakiwa wanaelezea kiujumla maelezo ya AI, matumizi yake, kwa maana ya kusema akili mnemba, matumizi yake kwenye masomo yao, wanaitumiaje akili mnemba. Mimi na wewe hatufahamu, je, wako sahihi ama hawako sahihi, lakini leo nimepata kutembelea kwa mwadhiri msaidizi wa TEHAMA aweze kutupitisha na kutupa ABC kuhusiana na masuala mazima ya AI, hasa kwenye masomo ya elimu ya chuo kikuu. Karibu mwadhiri. Kwa majina naitwa Kelvin Mbuya, ni mwadhiri msaidizi kutokea chuo cha elimu ya biashara. Natokea idara ya TEHAMA. Tukianza
kwa topic yetu ya leo kwamba AI ni nini. AI ni teknolojia ambayo imetengenezwa kwa kufanya kazi kama akili ya binadamu inavyofanya kazi. Kwa hiyo jinsi ambavyo teknolojia hii imeandaliwa ni kwamba wametumia taarifa mbalimbali katika utengenezaji wake, kama ambavyo sisi tokea tukiwa wadogo tunavyoanza kujifunza na kufanya utambuzi wa vitu mbalimbali, huwa tunatumia taarifa au matamshi wazazi wanaotumia, tusema kwa mfano kuanza kujifunza lugha, ile matamshi ambayo tutaanza kuyasikia toka tukiwa wadogo, baadaye tuna adapt na tunaanza kupractice kuongea. Ndivyo ambavyo teknolojia hii imeweza kutengenezwa. So kuna matumizi mbalimbali ya AI au akili mnemba. Matumizi ambayo nitazungumzia leo ni matumizi ambayo ni ya kawaida, tunasema general purpose, ambayo tunatumia generative AI. Hizi generative AI tunazungumzia application kama ChatGPT, Claude, Gemini, Grok. Ziko nyingi sana, lakini hizo ni ambazo at least kila mtu ana interact nazo. So zile kwa jinsi ambavyo zimetengenezwa kwa wanafunzi wetu na wanafunzi wengine huwa wanazitumia sana. Hatuwezi tukakataa kwamba wanafunzi tawatumia, wanazitumia hizi generative AI sana, hizi ChatGPT, Claude ndio so zile zimetengenezwa kufanya tunasema prediction, yani tunaweka ulizo letu pale, alafu yenyewe inatafuta logical patterns za kutoa jibu sahihi. Sasa jibu haliwezi likawa sahihi mpaka ufanye confirmation. Mwanafunzi anapaswa kuitumia vipi hii AI pindi anapohitaji kupata idea ya maswali yake? Ni vizuri sasa tutumie hizi AI kama wanafunzi, nazungumzia kwa pati ya wanafunzi, tutumie hizi AI acquire new skills, kwamba kile ambacho tunajifunza katika vyuo vyetu, masomo yetu ya kawaida, zile topics ambazo tunajifunza, unaweza ukachukua topic fulani ukaenda ukasurf more about it, ukageti information nyingi zaidi ambazo zitakusaidia kukujengea skills. Kwa hiyo kitu cha kwanza tutumie AI kutafuta skills na kuimprove skills hizo ambazo tunajifunza huku vyuoni, tuziimprove kwa kiwango cha hali ya juu, kwa sababu sasa hivi ni ushindani kwenye kila sekta. Jambo la pili, kwenye matumizi yetu ya AI haya tunatakiwa kama tutatumia AI basi tu seek permission either kwa mhadhiri wako au msimamizi wa project fulani ambayo unaifanya. Kama kuna sehemu utatumia AI, unatakiwa declare kwamba katika ufanyaji kazi wangu kuna part ambayo nime-involve AI, lazima udeclare. Hiyo ni namna sahihi. Kitu kingine, tusirely AI kwa 100%, sasa kwa wanafunzi, kwa sababu wewe umekuja chuoni hapa ni umekuja kutafuta skills ambazo zitakusaidia wewe kwenye maisha yako, kwenye utafutaji na kuongeza productivity katika taifa letu. Kwa hiyo tukitegemea AI kwa 100%, maana yake wewe utakuwa umekuja hapa chuoni au umeenda chuo sehemu fulani, ukijiendekeza kutumia AI, maana yake hautapata skills, utakuwa na ulemavu ya kuitegemea hiyo, hautatengeneza tunasema critical thinking, namna ambavyo unaweza ukafanya upambuzi wa jambo ukalitafutia solution, unakuwa hauna hiyo. Kwa hiyo sasa ukienda kwenye marketplace, tunazungumzia sasa maeneo ya ushindani kwenye soko la ajira, kwenye soko la kazi, inakuwa ni changamoto kucompete na watu ambao wana skills alafu wamezipractice skills zao kwenye field. Kwa hiyo wewe ambao una rely kwenye AI wakati wa masomo, ni unazidi kujitengenezea ulemavu ambao baadaye inakuja kuwa ni kansa ambayo hutaweza kupata matibabu yake. Nini madhara ya kutumia AI hasa kwa wanafunzi wetu? Kipi kikizidi inapelekea kuwa madhara kwa wanafunzi kwa kuendekeza haya matumizi ya AI? Kama nilivyosema ni kwamba kikizidi sana ni unapata ulemavu. Na ulemavu huu unakuja kwa sababu inakuwa kama mtu tunasema wale wanaotumia madawa kulevya huwa wanaanzaga kidogo kidogo, baadaye tayari unakuwa uwezi kusurvive bila madawa. The same once mwanafunzi anaanza kufind a way kujibu assignment zake, anapewa assignment ya kwanza, anaweka kwenye AI, inamjibia pale pale, anaona amemaliza.
ana submit, maisha yanaendelea. So the more anavyoendelea kuwa vile, ndio the more critical thinking capacity yake inazidi kuwa ndogo. Kwa mwisho wa siku unakuta mwanafunzi huyo hata akija kwenye mitihani hawezi kufanya vizuri tena, kwa sababu uwezo wa kufikiria tayari umeshaharibika. Anakuwa na depend kwenye hiyo tool kufanya kazi. Kwa hiyo ni madhara makubwa sana. Kwa hiyo unakuwa mtu amekuja tu kutembea huko chuo na kurudi nyumbani. Nini ushauri wako? Ushauri wangu sasa ni mwanafunzi mwenyewe sasa anapaswa kwanza kutumia AI kupata skills, kupata mbinu mbalimbali ambazo zitamwezesha yeye kuwa tofauti na wengine. Yaani ninapozungumzia skills naweza nikazungumzia kwa mfano mtu ambaye anasoma kozi labda za biashara, unaweza kwenda ukajifunza promotion plan mbalimbali, utaangalia itakuletea steps namna kuimprove labda kampeni fulani ya promotion labda kwa kutumia tools za online, itamuelekeza, itamfundisha skills kama za kufanya digital marketing. Maana yake nilichokuwa nakizungumzia hicho. Kija kwenye utengenezaji wa mifumo, kuna programming languages nyingi mpya modern, unaweza kutumia zile tools kujifunza language mbalimbali za kuandaa mifumo kwa ajili ya kujipatia kipato, na pia kwenye soko la ajira unakuwa ni mwanafunzi ambaye unakuwa na programming skills nyingi, unajifunza language nyingi. Kwa hiyo kuna programming languages nyingi ambazo sisi kwa chuoni tutajifunza zile ambazo ni basic. Kitu kingine pia tutumie AI sasa kwa kufanya bunifu. Tunaposema bunifu ni kutafuta ideas ambazo zitakuja kama bunifu. Hizo bunifu hizo tunazigeuza zinakuwa ni fursa ya kibiashara. Asante sana mwadhiri msaidizi. Lakini je, nini ushauri wako kwa mamlaka husika ambao wanasimamia masuala mazima ya teknolojia hapa nchini? Ushauri wangu ni kwamba kwanza tusiwe na mentality ya kufikiria kwamba hichi kitu ni hatari tukakiogopa, tukataka kukitengenezea mazingira magumu au pengine kukikataza, kuweka katazo la 100%. AI ipo na itaendelea kuwepo na ndio future. Sasa kwa mamlaka husika, ushauri wangu ni kwamba kama kuna uwezekano iweko mipango ya kuandaa sera mbalimbali ambazo zitakuwa ni miongozo ya matumizi sahihi ya akili mnemba katika level mbalimbali. Kwa hiyo kama nilivyosema ni kwamba hii AI ipo, sekta zetu hizi ziwekewe sera mbalimbali, namna miongozo, namna matumizi sahihi ya AI tools. Naam, kama ulivyoweza kumsikiliza mwadhiri msaidizi kutoka Chuo cha Elimu ya Biashara CBE, ambaye pia ni mtaalamu wa TEHAMA katika chuo hiki. Endelea kuungana na mimi kwenye mada nyingine inayokuja ili uweze kupata elimu mbalimbali, hususani wewe mwanafunzi unaniangalia, mzazi, mlezi au mwana taaluma. Karibu na asante. Campus Live. Kama kawaida tunaendelea na ile show yetu ya Campus Live, na sasa ni TT430. Hii ya bwana tunapata kuelewa, yani wanafunzi wanakuwa na uelewa gani ukiwauliza maswali ya haraka na pia uelewa mzima katika maisha yao au maisha wanapokuwa wapo chuoni. Karibu. Don't move, stay tuned. Bwana mambo vipi? Mambo poa kaka. Unaitwa nani? Naitwa Karim David. Karim David, sio Karim Benzema? Hapana, Karim David. Au sio? Wewe mambo ya mpira upendi nini? Napenda sana, nacheza sana. Sasa yeye tuachane na hayo. Karim, hivi ni kitu gani ambacho unatamani au ulitamani kukifanya au sasa hivi unaona kile kitu ningekifanya wakati ule kabla ya kuingia na chuo ingekuwa unyama zaidi? Ni kitu gani hicho? Kiukweli natamani ningefanyaga biashara kabla sijajiunga na chuo, kwa sababu niliwahi kupata nafasi ya kufanya biashara kabla ya kujiunga na chuo, lakini nilihisi nikifika ndani ya chuo itanirahisishia mimi kufanya biashara. Mwisho wa siku nikaja ngagundua kwamba maisha ndani ya chuo ni tofauti kabisa na maisha nje ya chuo. Kwa maisha ambayo wanafunzi wengi wanaishi ndani ya chuo yako na miongozo tofauti kabisa na nje ya chuo. Kwa natamani sana ningefanyaga biashara. Japokuwa hapa pia nachukua elimu ya biashara, lakini natamani ningeianza kabla, then mpaka sasa hivi ningekuwa naendelea nayo. Shukrani sana. Oi, mambo vipi? Kama kaamisha vipi? Fresh. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Alfani Hasani na Mtema. Alfani? Naam. Hapa kuna milioni 10. Ndio. Kuna max za UI, alafu kuna wazazi. Ukiambiwa kata kitu kimoja hapo, unakata kipi? Kati ya hivyo mimi naomba ukate milioni 10. Wabaki wazazi, zibaki max za UI.
Haina noma mwanangu. Bwana mambo vipi? Safi ni aje? Unaitwa nani? Juma. Hapa kuna milioni 10, hapa kuna wazazi, afu hapa kuna max za UE. Unakata nini? UE. UE. Hapa kuna milioni 10. Sawa. Hapa kuna max za UE. Afu hapa kuna wazazi, unakata kipi hapa? Au bora nikate milioni 10. Au sio? Haina noma. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Lisa, mara mwisho kulala saa 2 lini? Kumbuka. Kwa nini? Majukumu. Majukumu mpaka anakufanya usikumbuke kulala saa 2? Kwa sababu ukiwa na mambo mengi ya kufanya saa 2 ni mapema sana kulala. Hapa una milioni 10, hapa una max za UE, afu hapa una wazazi, unakata kipi? Kwa sasa hivi kwa kweli nitakata hata niache max za UE. Haina noma, asante sana. Una milioni 10, una max za UE, alafu una wazazi, unakata kipi? Hapo mimi wazazi. Wazazi. Unakata wazazi. Unakata wazazi? Nakata hela, nakata na hizo max. Kimoja tu. Kimoja? Kata kimoja tu katika hivyo vitu vitatu. Hela. Unakata? Nakata hela. Unakata hela. Haina noma, fresh. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Glorin. Glorin. Naomba kirefu cha GPA. Grade point average. Campus Live. Tunaendelea katika ile segment yetu ya TT430. Sawa, hapa tunaendelea kupiga story 2-3 na wanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara CBE. Mambo vipi? Unaitwa nani? Bwana ni aje? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Ivan Morris. Ivan Morris. Hebu nipe kirefu cha USB. Kirefu cha USB wanaita Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. Ulijuaje hii? Katika utungu soma IT tulipitia hivyo. Wewe uko mwaka wangapi? Mimi ndo mwaka wa kwanza. Mwaka wa kwanza. Unachukua course gani? Nasoma marketing. Au sio? Ndio. Una kipaji chochote? Kipaji kipo. Kipaji gani? Cha dance. Una dance? Ndio. Mbona unaonekana kama mlokole fulani? Kwa ajili wenyewe kama msabato au. Mimi sijasema hivyo. Lakini unaonekana yani kwenye mambo ya kudance yani unaonekana mtu fulani ile hivyo yani. Na dance kabisa. Unaweza ukatupa demo kidogo? Au jau hapa mbele ya kamera? Hakuna shida. Unaweza ukatupa demo sio? Haina noma. Huwa una play nyimbo gani? Zipo piano, naweza ngacheza au back to back huko za kina Msami hivyo. Unaweza kutupa demo kidogo? Ndio. Hebu nipe kitu kwanza. DJ, press play. Wanatisha sana. Unaona jinsi zile step kwanza wanapopiga mivunjo fulani, mivunjo ya Kinyamwezi, mivunjo ya South Africa, si ya Kibongo. Anyway, bwana nyinyi ni group moja au mmekutana tu hapa? Lakini mbona step mmekuwa ile mnaenda sana au ndo CBE na vipaji ile ni damu ukiacha tu elimu ya biashara? Bwana mlipata muda gani kujifunza hizi step? Kiukweli kama dakika moja tu, maana tumekutana tu leo tukajuana hivyo tukafanya kazi. Unaitwa nani? Naitwa Luni Saa Kibanga. Kwa hiyo kipaji chako nawe ni kudance kabisa yani? Dance. Kama unavyoona hivi. Tupate kwenye Campus Live sehemu ya vipaji. Hapa ndo mahala pake. Nipo na dada mwingine hapa. Atakwenda kujitambulisha na utamsikia pia. Dada wa manunuzi na ugavi, lakini pia ana kipaji cha kucheza. Bana, ulichukua muda gani kujifunza hizi step? Unawezaje kumanage kusoma pamoja na kujifunza step za kucheza? Kwenye upande wa kusoma kuna wakati yake na upande wa kudance pia. Maana nikisemea kwa upande wa kudance, kwa mimi hapa hata nikisema nilale ni amke, yani naweza nikafanya ndani ya muda mchache sana, ila kusoma ndo naipata.
Naam, mpenzi mtazamaji wa CB Television, naamini umeelimika, umeburudika, lakini pia umepata kujua maisha ya wanachuo wanapokuwa sehemu ya chuo. Lakini si hivyo tu, unaambiwa mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kingine. Ungana nami au tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na YouTube channel zetu. Mbele ya kamera ni mimi Ali Daudi, lakini nyuma ya kamera ni Chavara Arias. Bye bye. Campus Live.